Nani wewe? Mbona unagonga kaa kwako? Najipa. Oh. Baba. Nakuja babangu wewe. Oh. Mzee. Wewe una nyumba sasa ndani, si ndio? Unajimilikisha? Wewe kwani kunizami wewe nani? Ina masauti yangu ijui. Amna mzee, unajua mambo ya usingizi tena. Ndio. Karibu sana. Shikamoo. Chopa. Hapa mimi sio mgeni wa salamu. Sio maskini wa salamu kabisa. Toka nimetoka kwangu mpaka hapa, kila mtu kaniamkia. Hapa nimefuata kitu kimoja, si kingine. Chopa, mwezi wa pili mkataba umeisha. Mpaka leo uje napata shilingi moja. Kwa nini lakini? Hapa kwako hapa. Nataka kodi yangu. Kodi yangu nataka. Mzee Mashaka, hilo nalijua. Ila Chopa, kiza nakwambia. Urafiki wa mimi na wewe ni katika kulipana kodi tu. Si vinginevyo. Ukinipa kodi yangu tutacheka, tutataniana. Kinyume cha hapo ni bora ucheze makali ya mke wangu kuliko kodi yangu. Nataka kodi yangu. Chagua moja. Kodi yangu, vinginevyo nitakuwa msingi wote. Kisha nisikie nakwambia. Mzee, unajua sio kwamba sina nia ya kulipa kodi yako, na sikuja hapa kulelewa kiukweli kabisa. Kulipa kodi ni haki na ni wajibu wangu, lakini na mimi na haki pia ya kusikilizwa. Najua wapangaji hamwishi maneno haya na kusikiliza. Unalipi jipya? Nashukuru sana kwa hilo mzee. Kwanza nashukuru sana umekuwa mvumilivu kwa kipindi hichi chote, lakini pili nilikuwa naomba unipe muda kidogo, japo mwezi kamoja hivi, na kuahidi kabisa nitakulipa kodi yako yote. Tafadhali Mzee Mashaka. Sasa wewe umeshamuza mwezi gani? Mwaka huu au mwaka ujao? Kwa sababu Chopa, hii mwisho wa mwezi sio mara ya kwanza hii. Au unasahau kama mwaka jao uliniongopea na utakuongopa tena? Mzee Mashaka, mimi nafahamu kwamba unajua kabisa nilikuwa na matatizo. Tuvumiliane. Matatizo yako mimi nusu kabisa. Hainusu matatizo yako. Kama matatizo yako mwenyewe. Hivi Chopa, ingekuwa kila mpangaji matatizo yako tunamsikiliza, kodi zingelipwa. Kodi zingelipwa na kuuliza. Mimi nakushauri kitu kimoja. Mimi nashauri bora kwa mwanasiasa. Ndio nafasi ameenda kufaa. Kwa sababu umekuwa muongo, mlaghai, umekuzidi sana. Bora ukae mwanasiasa sawa sawa kabisa. Sasa sikiliza. Ninakupa siku 3. Nataka kodi yangu. Kinyume cha hapo, mchana kweupe. Vitu nje pale, vitu vyako. Navitoa pale nje. Vitu vyako vyote. Nenda kutupa kwa nje kule. Nafuisha nielewe. Nakuelewa. Nataka utekelezaji. Chana kupe. Dukani. Odi dukani. Nakuja. Karibu kaka, nikusaidie nini? Nilikuwa nahitaji vitafunia. Bana, hebu ngoja kwanza. Kuna tatizo kwani? Bwana, ina maana wewe ulioni tatizo? Uoni tatizo? Unahudumia watu huku unapiga mswaki alafu unauliza tatizo liko wapi? Kwanza unahatarisha afya za sisi wateja, alafu pili unahatarisha afya yako wewe mwenyewe. Kingine, yani kabla sijatafuna hivyo vitafunio vyenyewe, yani kinyaa kimenikamata. Yani sihitaji tena hiyo huduma yako. Sasa tunaambia kweli.
Karibu. Asante sana. Mna chakula gani hapa? Unaweza kupitia menyu yetu. Menyu nimeipitia, nimejaribu kuichungulia, nimeitazama, lakini majina yaliyopo humu katika hii menyu kidogo yananipa tabu. Labda kwa sababu wewe upo, unaweza ukanipa msaada kidogo, labda chakula gani ambacho naweza nikaagiza? Brother, hebu ndio naomba upitie menyu vizuri. Alafu niambie ni kitu gani ambacho nakihitaji wewe. Kwani hayo majina jinsi yalivyoandikwa ndivyo mimi nitapita jikoni na kuagiza kile ulichokiagiza wewe. Labda samahani. Sasa mimi sijaona umuhimu wa wewe kuwepo hapa ikiwa hutoi msaada kwa wateja. Kazi yangu mimi ni kukuletea kile ulichokiagiza. Na vitu vyetu vyote vipo katika menyu. Ndugu yangu, kwani kuna tatizo gani hasa ukiniambia kwamba kuna aina gani ya chakula? Brother, naona unapotezea muda. Kuna wateja wengine wananisubiri na wanahitaji huduma kutoka kwangu. Sasa kama wewe ni kapuku, unakuja kuna hoteli kama hii, kutafuta nini? Kapuku. Bali sehemu nyingine kama hizi tunaweza kuwa tunajileta. Mtume. Hapa nisije nikaagiza chemsho wa kunguru hapa. Habari za asubuhi dada. Nzuri tu, karibu sana. Asante sana dada. Unajua, yani sasa hivi ndo kwanza najiona kama nimeamka. Kwa sababu kote nilipopita hakuna kiumbe chochote kilichonionyesha tabasamu baby yangu. Usijali, kila siku haziendi sawa. Sio kwangu. Kwangu mimi kila siku ni afadhali ya jana. Na ndio maana nimetoka huko nilipotoka. Nimekuja kuonana na Headmaster. Kwani una shida naye gani? Sidhani kama wewe unaweza kunisaidia. Unachotakiwa kukifanya ni kunionyesha tu ofisi ya Headmaster. Kwa sababu huna msaada mwingine wowote zaidi ya hilo tabasamu lako. Okay. Karibu. Nashukuru sana, kwanza nimekukuta wewe. Sawa, karibu ukae, alafu niambie nikusaidie nini. Ujio wangu mimi hapa, sidhani kama umekuja moja kwa moja eti nije kukaa katika kiti chako cha wageni. Hapana. Leo nimekuja na jambo lingine tofauti kabisa. Na katika jambo nililojia leo, nataka majibu yangu hapa. Sijui kwanza unanikumbuka vizuri? Wakati naanza kidato cha kwanza katika shule hii, wewe ulikuwa hapo, nafasi hiyo, cheo hicho. Na mpaka nilivyomaliza kidato cha 4, uliendelea kuwa hapo, nafasi hiyo, cheo hiko. Nashukuru kwamba nilikuwa miongoni mwa wanafunzi waliofaulu kidato cha 4. Lakini kidato cha 6 hapo ndipo mambo yalipoanza. Ni miaka 6 imepita tangu nilipomaliza kidato cha 6 katika shule hii. Na nakumbuka miaka yote hiyo mimi nilikuwa natimiza wajibu wangu ipasavyo. Yaani nalipa ada kwa wakati. Na nyinyi jukumu lenu lilikuwa kunipa mimi elimu sahihi. Inaonekana kwamba nyinyi hamkutimiza jambo lenu kwa wakati. Hamkutimiza kwa sababu elimu ambayo mlionipa mimi si elimu sahihi. Haiwezekani kwamba kila sehemu unayoenda, kila sehemu unayopita matatizo yawe kwangu mimi. Kwa nini? Sasa basi, kilichonileta hapa leo, ujio huu maalum leo, nataka nirudishie ada yangu. Kwa sababu elimu mlionipatia haikunisaidia lolote.
Na hata kama unabisha wewe nipatie tu mitihani. Na uhakika kabisa nitafeli. Nitafeli lazima. Hiyo ndio inathibitisha kwamba elimu yenu mlionipatia nyinyi haijanisaidia lolote. Nachotaka urefund pesa yangu ya ada. Hakikisha kila kitu kinaenda sawa. Bwana, hii vipi? Hebu iangalie kwanza. Hii ipo kwenye marekebisho hapa. Hapa. Lakini iko imara hii? Sawa kabisa. Hapo unaweza kubembea hapo. Haina shida. Okay. Naomba tusikilizane kidogo kwa makini zaidi. Tunaelekea ukingoni mwa hii shughuli yetu, kazi yetu. Lakini cha msingi ni kwamba tumeshafanya vitu vingi vikubwa, sasa ndo tunamalizia. Kwa hiyo nachohitaji ni kuongeza umakini, asije ikatokea kama mtu akajeruhiwa. Kuna mtu juzi amekosa kudondokewa na tofali. Kwa hiyo muwe makini zaidi. Alafu jambo lingine ni kwamba kama vile Waswahili wanavyosema, tumeshakula ng'ombe, sasa amebakia mkia. Kwa hiyo almost tumemaliza shughuli yetu. Nachohitaji umakini wenu zaidi. Cha msingi ndio hiyo. Sawa? Hello? Oh, Jen. Habari yako? Nzuri Chopa, niambie. Unajua nilikuwa tayari nimeshafika site na hizi simu za asubuhi kikweli zinashtua. Nimeshtuka na nikasema hebu nikimbilie mara moja nijue nini kinajiri. Kuna nini? Yaani kwa kweli mimi sijui chochote. Kwa sababu nilipoingia tu hapo bosi kaniambia nikupige simu haraka iwezekanavyo. Labda hawisi, labda kuna chembe zozote za msala hivi. Yaani kwa kweli sijui, si wala hata sihisi wala sijui. Ila ni vyema zaidi ungeenda kumsikiliza mwenyewe anachokisema. Kwa sababu naweza nikakwambia kitu hapa afika cha uongo, alafu kaja kulaumu baadaye. Ngoja nimsikilize. Sawa. Jen. Kuna kitu muhimu sana nataka nikwambie. Niambie. Na kitu kimekaa hapa. Koni. Na nisipokuambia, huenda nikapata dhambi kwa Mungu. Na mimi unajua kama kawaida yangu pepo naitaka. Jen. Wapendeza. Asante. Keti chini. Ndio bosi. Nimeitikia wito. Mr. Chopa, nashukuru umefika haraka. Kuna matatizo yametokea kidogo ambayo nahitaji tuyatatue kwa pamoja mimi na wewe. Kama ujuavyo, kampuni yetu imekuwa ikipita katika kipindi kigumu, imeenda huku ikiumbayumba. Kwa hivyo
site uliokuwa umepewa kuisimamia kapewa mtu mwingine. Lakini boss, kwa nini nakuwa hivyo eh? Boss, mbona nimekuwa najituma, nafanya kazi kwa juhudi, kwa maarifa, kwa nguvu zote tangu mliponipandisha cheo kuwa foreman. Au labda kuna kosa lolote ambalo nimelifanya boss? Najua kuhusu hilo, lakini sikukupa nafasi ile eti kwa sababu ulikuwa na vigezo Mr. Chopper. La hasha, ni kwa sababu tu hakukuwa na mtu mwingine wa kushikilia hiyo nafasi ambaye kwa sasa kishapatikana. Hii hapa ni pesa yako ya mshahara wa mwezi huu pamoja na miezi 3 mingine kama kifuta jasho. Kama ujuavyo, ulikuwa sio mwajiriwa rasmi kwenye kampuni hii. Nikutakie tu maisha mema huko uendako Mr. Chopper. Na ushauri wangu kwako, labda tu niseme kwamba elimu ya kidato cha 6 uliokuwa nayo haiwezi kukufikisha kokote. Kwa hiyo ni vema pesa utakaolipwa au ambayo umeshalipwa ikusaidie kujiendeleza zaidi kimaisha, ili maisha yako yapate kuendelea. So Bosi, kwa nini labda mkuamua kunirudisha kule katika nafasi yangu ya awali, kule mwanzo nilipokuwa? Kwa sababu kikweli hamna kosa lote ambalo nimelifanya, na siku anachelewa kazini, nilikuwa nafika kwa muda na nafanya kazi kwa kujituma bosi. Na kama unavyojua kwamba sina kitu kingine katika maisha yangu nachokitegemea zaidi ya hiyo kazi, na ukisema kwamba niende kuhangaika kutafuta kazi sehemu nyingine, hiki kipengele cha ukosefu wa vigezo na ukosefu wa fani kitaendelea kunibana, bado itaendelea kuwa tatizo boss. Sikiliza Chopper, una sababu ya kulalamika. Najua kuhusu hilo, lakini ninasita kuendelea kukutumia kama kibarua, na nadhani nitakuwa sikutendei haki. Mimi nafikiri ni vizuri ukasonga mbele kama mwanamume ili kupata vigezo stahiki ninavyoviongelea. Boss, sina jinsi, sina kingine cha kuongea zaidi ya kukubaliana tu na hilo ambalo umelisema, lakini kikweli kabisa kwamba mimi sina kazi nyingine yoyote ya kufanya zaidi. Hakuna kingine ninachokitegemea katika maisha yangu zaidi ya hii kazi. Chopper, wewe ni mwanamume, nimekushauri kiasi cha kutosha, na sidhani kama ninaweza nikakwambia jambo jipya zaidi ya kukwambia kwamba ninakutakia wakati mwema. Nenda kapambana, na utakapotoka hapa, nafikiri kama nimekuelewa unaongelea compensation. Ukitoka hapo utapitia ofisini kwa mhasibu ili chukue cheki yako ambayo tayari nishaiandika na kuiandaa. Good luck. Nashukuru sana.